Global Radio, AGR News. Popote pale ulipo, tunakuarifu kwamba leo hii hatujakuwa studioni, lakini tumekuwa nyanjani katika kanisa lile la Mwembe ama kanisa hili la Mwembe S.D.A linalopatikana eneo hili la Mwembe tu, na tumekuwa na mashambulio ya Crusade ya Family Life, ikiwa leo ni ni wiki ya pili, siku ya pili tunaposidi na mashambulio haya. Kwa hakika wengi tu wamekuwa wakifuatilia tulipoingia live kuanzia mida ile ya saa 8 hadi wakati ule tulikamilisha pale muda ule ama mida ile ya saa 10 jioni. Basi tukufahamishe tu machache ambayo yamekuwa yakiendelea kuhusiana na matukio katika familia, vile ambavyo malezi yanapaswa kufanywa na wazazi wakiwa wakishirikishwa kwa wote. Wameliangazia swala zima la kuwatunza watoto wawe na nidhamu njema katika jamii na wawe ni watu wa kufaa na kufana katika jamii letu. Ni kanisa la Kiadventista ambalo linapatikana katika conference ya South Kenya, ambapo iko katika maeneo ya Kisii. Basi bila kupoteza wakati, nitampata kijana mmoja ambaye katika kanisa hili na yeye ni kiongozi katika kanisa hili, na tumuulize tu aweze kutuambia mawili matatu. Mbona yeye kama kijana hana familia? Mbona akaja kuhudhuria katika mashambulizi ama crusade hii ya familia? Pia tutapata mshiriki mmoja tu ambaye atatuongelesha tu ni ako na familia na ni mama, ako na watoto. Basi na baadaye tutakuwa tunampata elda yule wa kanisa aweze kuwakaribisha, kwa sababu tutakuwa hapa kuanzia leo hii hadi siku ile ya Jumamosi, ambapo itakuwa ni kilele cha kumaliza crusade hii ya Family Life katika kanisa hili la Mwembe. Basi kama utayari, unaweza ukakaribia. Unaweza karibia tu uweze kutusalimia na utuarifu yale ambayo yamekuwa yakiendelea. Nikimwomba yule ambaye ananielekeza pale aweze kumpata kipasa sauti na kidogo tuweze kupata mawili matatu kutoka kwake na atueleze. Karibu sana. Karibu dada. Asante. Nilikuwa na swali. Yes. Wewe ni kijana. Na wiki hii ni ya familia. Najua familia inahusisha baba, mama na watoto. Mbona wewe kama kijana ukaamua kuwa hapa na umekuwa hapa? Hii ni wiki ya pili, siku ya pili. Asante, nashukuru kwa swali nzuri sana. Kwanza na wasalimu watazamaji wetu, hamjambo mahali popote mlipo. Ni kweli kwamba tuko na hii crusade ambayo inahusisha mambo na familia, tunafunzwa mambo na familia. Na ukweli ni kwamba familia iko na mama, iko na papa, iko na watoto. Sijaolewa, but pia najiunga katika haya mafunzo, sababu mafunzo haya yanalenga kila mtu. Kwa mfano, ni nini hasa hufanya watu kukuwa na mfurukano kwa nyumba? Mfurukano haikui kwa mama na papa peke yake, inakuwa mpaka kwa watoto ambapo sisi tuko. Na vitu mingi ambazo tumeweza kusoma ni kwamba sisi kama vijana ni yapi ambao tunafaa kuzingatia ili wakati tutakapokuwa tumejiunga katika ndoa ndio ikuwe successful, ifaulu. So yote tumeweza kuyaona na yameweza kuwa ya manufaa na yanaendelea kutufundisha na kutuweka tayari ile siku Mungu atapanga ya kwamba na mimi pia nikuwe na familia. Kuna vitu mingi nimeweza kujifunza kutoka mafundisho haya ambayo yatanisaidia kukaa na familia yenye itakuwa na upendo, familia ambayo itakuwa na raha, na familia ambayo itakuwa ni ya kuaminiana. Watu tunaaminiana, we trust each other in that as we move forward as a family. Ni hayo, ni mengi, lakini wacha nikatishie hapo. Asante sana. Lakini tu hujamwambia mtazamaji na msikilizaji popote alipo ajue ni huyu ni nani alikuwa anaongea pale. Mwenye alikuwa anaongea kwa majina anaitwa Linet Kerubo Momanyi.
ni mmoja wa washiriki katika kanisa la Mwembe S.D.A Church, na kwa kuzaliwa kwangu kwetu ni huko Nyamira. Asante. Alright, asante sana. Basi vile ambavyo umesikia hata vijana, by the way tuko na mpaka watoto wadogo. Ndio Basi hivyo. vijana wako hapa na wameyapata mengi na wanaendelea tu kuyapata. Ikiwa leo ni siku ya pili na leo hii tulianza siku ile ya Jumapili, pale kulikuwa na conflict resolution ndio lilizungumziwa pale. Baadaye siku ya jana waliozungumzia financial conflict, na leo hii siku ya Jumanne tumelizungumzia personality traits aswa kwa wazazi. Uliona pale yule mzungumzaji wa siku ya leo aliyatamka mengi tu ambayo ni kuhusiana na aina 4 za wazazi ambao wapo na wanalea watoto pale. Na kwingineko kesho tutakuwa tunazungumzia ama atakuwa analiangazia swala kuhusiana stress management, na stress management imekuwa ni kitu kimesumbua watu wengi katika jamii, aswa wako makanisani na jamii kwa ujumla, na tutakuwa tunalijua ama tunayajua mengi ambayo yanaendelea mule ambayo yatazungumziwa hiyo siku ya kesho, ikiwa ni siku ya Jumatano. Alhamis watazungumzia mambo ya urithi, vile mke na mume pale nyumbani, familia na hata watoto wakipatiwa mali ama kugawanya mali kati ya familia. Basi siku ya Ijumaa kutakuwa na someone fupi pale kuanzia mida ya saa 8 hadi saa 10, alafu tuweze kumalizia pale. Alafu siku ya Jumamosi itakuwa ni kilele kumaliza yale yote yamekuwa yakiendelea tangia siku ya Jumapili ya wiki iliyopita pale. Basi bila kupoteza wakati nitamualika First Elder wa kanisa hili la Mwembe aweze kutuzungumzia anapojipanga pale, na mwelekezi anapomwelekeza vizuri atakuwa anatusalimia, atuambie mawili matatu mbona wakaamua walete funzo hili la kifamilia kwa ujumla. Basi na ndio tujue ni nini kile ambacho kitakuwa kinaendelea. Na wapenzi watazamaji na wasikilizaji popote mlipo, endelea kufuatilia channel yetu ya Abagusi Global Radio, wale ambao wako Marekani, wale ambao wako nchi za nje, Saudi Arabia, Qatar, Canada, nyinyi wote tunawapenda. Tutakuwa tunaleta mafunzo haya hata nyinyi muyapate pale. Basi naona Elda kashafika na ako tayari kabisa. Elda, wanasema kweli wewe ni kijana. Siji kama ni ukweli ama ni uongo, lakini ni wao usema. Basi karibu tusalimie, ambia msikilizaji wa Abagusi Global Radio, AGR TV, unaitwa nani na mbona mkaamua kulileta hili katika kanisa letu la Mwembe? Asante. Kwa majina ni Peter Simba Mwoma, elder wa kanisa letu la Mwembe. Na kwa swali ambao umeuliza, kama mimi ni kijana, ndio mimi ni kijana mzee. Na napenda kazi ya Mwenyezi Mungu. Ndio kazi sasa tunafanya kwa ajili ya kujitayarisha ili sisi kama binadamu tuweze kuwa na sehemu katika the everlasting kingdom. Na kwa hivyo swali la pili ni ya kwamba the East Africa Union yetu pamoja na South Kenya Conference walifanya mipangilio ya kanisa yetu na wakatupatia ratiba ya kuwa na Family Life Crusade ambayo inachukua wiki 2 kutoka tarehe 13 tulianza kutoka last week Saturday na tunaendelea mpaka siku ya Jumamosi wiki hii, ndiposa wakati tutakuwa tunamaliza crusade yetu. Hii crusade ni ya maana sana kwa sababu inazungumzia juu ya familia, na katika vipengele ambavyo ama the planning ya hiyo crusade tuliarifiwa ya kwamba inakuwa na sehemu 2.
Sehemu ya kwanza ni sehemu ya clinics, family clinics ama family workshops. Na hizi clinics, vile mwenzetu alisema, kuna topical issues ambazo zinajadiliwa na advice inatolewa kupitia kwa wasungumzaji ambao kanisa imetafuta na imeleta kwa ajili ya professionalism. Vile wamejifundisha na kupitia kwa hawa wazungumzaji. Hii wiki ambayo imepita tumekuwa na mafundisho ya maana kwa sababu imeguza wengi, na ukiangalia katika attendance ya wiki jana watu wengi wameguzwa, na kupitia kwa hayo tunafikiria ya kwamba kanisa letu litakuwa na familia ambayo itakuwa inasuluhisha yale matatizo ambayo yamekuwa yakikumba familia zetu nyingi, na pia majirani ambao wanasikia haya mahubiri pia wao tunasema ya kwamba mfaidike, kwa sababu familia is the base ya Christianity ambao tunafundishwa kupitia kwa Biblia. Na pia sehemu ya pili ni spiritual nourishment, mahubiri ya Biblia. Tuko na mgeni ambaye amekuwa akihubiri the main sermon, na amekuwa pia akifuatilia mpangilio ambao umetolewa na conference yetu na union. Na hii imekuwa ikileta watu karibu na ukombozi, ili by the end of the crusade, kupitia kwa nguvu ya Mwenyezi Mungu, tutakuwa na wengine ambao watakuwa wamejitolea kwa ajili ya kupata upatiso, na wawe ambao wamekuwa katika lile kundi ambao litapata uzima wa milele. Ni jambo gani nasema? South Kenya Conference imepanga kila kanisa waweze kuwa na hizi crusades za family life. Nasi tumeungana na wao, lakini nataka niwaombe wale ambao watakuwa wanatusikiza kuanzia leo na kuendelea, tafadhali take your time, sikiza haya mafundisho ama kuja kanisani, tuweze kujumuika pamoja, tupate yale yote Mungu ameandaa kupitia kwa wasungumzaji. Sisi sote tulinde familia zetu na tupate ule uzima wa milele Yesu alituandalia, ili sisi sote tuweze kupata, na familia zetu zisije zikakose huo utukufu wa Mwenyezi Mungu. Asanti sana. Asante sana kijana mzee, vile ambavyo umesema na vile ambavyo umesikia, wapenzi watazamaji na wasikilizaji popote pale mlipo, haswa wale ambao wako nchi za mbali, hawaisi fikia ama hawaisi fika hapa kuonekana tu kuhudhuria yale ambayo yanaendelea hapa, lakini ndio maana tumeamua kama Abagusi Global Radio AGR News TV tuweze kukuletea jambo hili nzima, hata kama tumeanza wiki ya pili, siku ya pili pale. Nadhani tutakuwa tunayasoma mengi, na kilele kitakuwa siku ile ya Jumamosi pale ambapo watu watakuwa hapa na tutakuwa tunawaletea live kutoka eneo hili ama kanisa hili la Mwembe S.D.A pale. Sijui la mwisho Elda ambalo unaweza waambia vijana wadogo, wale bado hawajaingia kwa ndoa, wale ambao wako shuleni, nadhani wengi tu sasa hivi kama ma colleges and universities ndio wanaendelea na mitihani yao ya kumaliza semester yao wakija nyumbani. Ni lipi lile utawaambia kama baba tena elda wa kanisa? Asante. Vile tulifundishwa wiki jana, family stability ya watoto wetu huanzia nyumbani.
na tunaomba wazazi, mnapoona watoto wetu wametoka colleges, wametoka mashule, tabia ile ambao unamfundisha akiwa pale nyumbani ndiyo tabia atakuwa nayo akienda nje. Na kwa hivyo, kwanza naomba wazazi wetu tutunze watoto wetu, tuwapatie maarifa, tuwaonyeshe njia ya kuishi, ili na wao kesho waweze kuwa watu ambao watakuwa wanaonyesha yale ambao tuliwafundisha. Jambo la pili, vijana, ikiwa tumefika nyumbani wakati wa holiday, tunawaombea mema. Tunawaombea mkae na tabia ya Yesu Kristo, tabia ambao unahubiri ukiwa pahali popote ulipo, because the way you walk, the way you talk, the way you reply, the way you dress preaches a lot. Na watoto wetu wadogo, vile tunaendelea na VPS, tunaomba wiki hii yote watoto asubuhi tuko na VPS. Tafadhali leta watoto wenu ili waweze kufundishwa jinsi ya kuishi, jinsi ya kujitunza wakiwa wadogo, ili wanapokuwa wakubwa waweze kuwa ni watu ambao hawezi kusahau yale ambao wamefundishwa. Asante. Asante sana Elda. Niko na swali la mwisho pale nitakuwa nikimaliza nalo, alafu ukatamatishe, ukatuombee, uache tukimaliza nikuruhusu uweze kuondoka. Kuna visa hivi karibuni vimekuwa vikiripotiwa aswa eneo la Gusii na maeneo yote nchini, aswa vijana wadogo tu wanajinyonga. Mtu anazungumziwa hivi kidogo, anageuka pale, kesho yake unapata amehang pale, amejinyonga, amekunywa sumu, wengine wanajitupa kutoka juu ya magorofa. Sijui ni kipi ambacho unaweza kizungumza kwa ujumla, aswa kwa wazazi na vijana kama hao. Kuna wale unajua wamemaliza shule, wako nyumbani. Hatukatai, ndio kuna changamoto za maisha hapa na pale, lakini ni kipi kile ambacho unaweza zungumza kuhusiana na haya ya vijana wadogo, wasichana kwa wavulana kujitoa uhai? Asante. Najua dunia ni uwanja ambao mambo mengi yanatendeka, lakini nataka kuomba vijana wetu ama watu wakubwa, stress management ambao tunaendelea kujifundisha ni jambo la muhimu. Hakuna mtu ambaye hana shida, uwe kijana, uwe mtu mkubwa, lakini kila jambo ambalo unapitia, kuwa na mtu ambaye utaweza kueleza, ili kupitia kwa huyu ambaye umemweleza, pengine ataweza kukuadvise ama utaweza kupata mawazo ili uweze kujitoa katika lile lindi ama ile shida ambao umepata. Ombi langu ni ya kwamba tuishi kama Wakristo, kwa sababu Yesu Kristo mwenyewe alipitia shida nyingi, lakini hakujiua. Alitegemea Mwenyezi Mungu. Na kila mtoto, kila kijana, kila mzee ambaye ako ndani ya shida, naomba ya kwamba toa moyo wako kwa Yesu Kristo. God can be able to take charge and can control the situation which you are facing. Asante sana Elda kwa kuweza kulitamuka hilo. Nilimuuliza swali hili makusudi kwa sababu yeye ana familia na ana watoto vijana, wavulana kwa wasichana ambao wamekuwa, na hata wengine wako na familia za kwao. Basi nilimuuliza swali hilo kama mzazi na pia kama kiongozi wa kanisa hili la Kiadventista. Basi ameyasema yale mwenyewe na ametukaribisha sana sisi wote, vijana, watoto, wazee, wa mama, wote tuweze kuhudhuria katika Crusade hii ambayo inaendelea wiki ya pili. Basi si lazima tu uwe Mwadventista,
hata wale wa madhehebu mengine mumekaribishwa nyote muweze kuhudhuria, wale ambao mnaweza fika hapa katika kanisa hili la Mwembe S.D.A, na wale wengine mko nchi za mbali na katika kaunti ambazo ziko mbali, hamwezi fika kaunti ya Kisii, eneo hili la Mwembe, tutakuwa tunawaletea katika mitandao yetu ya kijamii pale Facebook live, tutakuwa tunawaletea pale YouTube, pale X, Twitter, na katika wale ambao wako Marekani katika local channel pale utakuwa unapata Abagusi Global Radio, AGR News TV, na utakuwa unayafuatilia yale. Zikiwa zinaendelea, dakika zinakatika pale, basi ningemuomba Elda aweze kutuombea tunapomaliza, ni mruhusu aondoke, basi nasi ndiposa tumalize sehemu hii ya leo jioni. Elda, tuombee tafadhali, na useme jambo lako la mwisho ndiposa uweze kutuombea pale. Asante. Na wakaribisha tena kesho saa 8. Tutaendelea na vipindi vya kujifundisha na mahubiri. Kila mmoja tafadhali umekaribishwa kupitia kwa mitandao ama ufike. Sisi sote tubarikiwe. Na tuombe. Baba yetu ishie mbinguni, tunakushukuru kwa sababu ya uhai. Tunakushukuru Baba kwa sababu umetulinda, umetuleta pamoja kama Mwembe S.D.A Church, na mahubiri ambayo yanaendelea Baba kuhusu familia. Baba, tumeomba ya kwamba kila mmoja ambaye anasikia aweze kubadilisha maisha yake, ili tuweze kuwa familia ambao Mungu anatarajia itapata ule uzima wa milele. Tumeombea wasikilizaji wote wanaposikiliza haya maombi ama wanaposikiliza haya mahubiri, Baba, wabadilike, familia ziwe stable, na pia wote waweze kupata ule uzima ambao Yesu Kristo alienda kutuandalia. Yote tumeomba na tumeamini umetusikia kupitia kwa jina la Yesu mkombozi wetu. Amen. Amen. Asante sana Elda. Sasa nimekuruhusu unaweza ukaondoka katika live studio yetu ambayo tumekupata tu, ilikuwa ni impromptu au kuwa umearifiwa kwamba tutakuwa na kikao kama hiki, lakini kwa sababu tulimaliza mapema kidogo tukaona ni vizuri uweze ukatuongelesha na usalimie watazamaji na wasikilizaji wajue ni yapi yale yanaendelea, na umeyaweka tu vizuri. Basi kesho watakuwa hapa kwa wingi, na wengine watakuwa wanafuatilia katika mitandao ya kijamii, na wale ambao wako Marekani watakuwa wanafuatilia katika TV yetu ya Abagusi Global Radio. Asante. Mungu awabariki. Basi wapenzi watazamaji na wasikilizaji wa Abagusi Global Radio, ndipo tunafika ama tunakaribia kutamatisha siku hii ya leo kuhusiana na mashambulio ama Crusade ambayo inaendelea ya kifamilia, inahusisha familia zote wote tu kanisa la Kiadventista eneo hili la Mwembe. Ni conference ya South Kenya ambayo imekuwa imeandaa haya kupitia kwa union yao pale, na yatakuwa yanaendelea tu hadi wiki 2 ziweze kukamilika, na kilele chake kitakuwa ni siku ile ya Jumamosi pale. Basi mpenzi mtazamaji, sina la ziada tu nikitazama saa yangu hapa naona imetimu mida ya saa zimesalia dakika 4 ziweze kutimu saa 12 masaa ya Afrika Mashariki. Najua Marekani pale inaelekea saa 3 asubuhi. Basi bila kupoteza wakati tumewakaribisha nyinyi wote, na leo hii tutatamatishia pale. Jina langu ni Geoffrey Nyakundi Morara aka Jeff the Presenter. Tukutane tena kesho wakati kama wa leo kuanzia mida ya saa 8 hadi mida ya saa 12. Asante sana.